Kwa hiyo ina maana mtu anajifungua anaweza kutoka saa hizi kutembea akaja paka nyumbani kwangu? Mama bwana, inawezekana. Inawezekana labda alikuwa na vichenji vyake. Unajua wazazi anakwambia hana hela lakini ana vijiakiba uaga anaficha ficha. Inawezekana tu labda akachukua kabajaji au kaboda akafika huko nyumbani. Mimi nadhani ukirudi utamkuta. Sawa. Kweli. Nitakuja kumuona baadaye. Sasa itakuwaje kama akifika nyumbani na Shami akiwa hayupo? Mbona naona inaanza kunitia ugumu. Maana mimi mwenyewe nimerudi hapo sijamkuta. Nimetumia tu ujasiri kuongea naye lakini sijui chochote kuhusu Shami. Wote namwachia Mungu. Wajane tumebaki kisa tamaa. Kwanza nitangulize heshima yako. Shikamoo. Marahaba. Samahani sana mamangu. Huenda unifahamu ama hii sura plastic surgery haujawahi kuiona. Ni kweli? Imekuwa ni kazi sana ngumu mamangu kuweza kufika mpaka katika hapa mji. Na nimeelekezwa manusura nipotee. Sasa sijui naizungumza naye hapa ni mama Mzito. Wala hujakosea. Wengine wananifahamu kwa jina la Mzito, wengine wananijua kwa jina la Mbigili. Kwa hiyo yote ni majina yangu. Kwa hiyo uko sehemu sahihi. Nikusaidie nini? Kilichonileta hapa ni kutokana na taarifa nilizopewa na binti yangu. Taarifa? Ni taarifa gani hizo? Taarifa nilizonazo kwamba yule mke mwenzake amejifungua mtoto. Sasa huoni kama kutakuwa na changamoto hapo? Changamoto ama tatizo lazima liwepo hapo. Kanuni ya taratibu zetu zinatakiwa kubaki vile vile na sheria lazima ifuatwe. Haitajiki tena kuzidi mtu wa 5. Unatakiwa kubaki vile vile 4. Siku zote nyanya ya nyongeza haisaidii chochote. Hata ikioza huwezi kujutia. Sawa. Kuna binti moja anaitwa Shamimu. Sijui kama unamfahamu. Namfahamu. Ni binti yangu. Ana matatizo. Na ndiye ambaye amenituma niweze kufika mpaka katika hapa mji na niweze kumwambia mama ambaye nitakayemkuta katika mji ambaye ndiye huyo Mzito kwamba binti yake ana matatizo. Matatizo gani? Binti yako amejifungua. Alhamdulillah. Na yuko nyumbani kwangu. Sasa itakuwa ni noma shagala bagala ndombolo ya solo kuishi naye pale nyumbani kwa sababu niko mimi, yuko Shunda, akiwa na yeye plus mtoto. Hizi iko tucheche. Hilo nalifahamu. Na kingine, huyo mke mwenzake mwenyewe alipo sipafahamu na huyo mtoto wake. Lakini nitalifanyia kazi mpaka nigundue wapi alipo. Na nikigundua tu nitakuja kupa taarifa. Hilo ndo la muhimu kulifanya. Ufanye jitihada zako zote ufahamu wapi alipo. Kinachohitajika baada ya kujua tu wapi alipo, uhakikishe taarifa unazileta hapa na umtafute mwenzio tuje kulijadili kwa pamoja. Swadata. Nimekuelewa, haina neno. Sawa. Basi ngoja nikuache. Sawa. Karibu sana. Lile tawi la upendo limekuwa nyoka, nyumba ya udongo imekuwa kiota, alomwacha na tumbo na nateseka. Kwa sababu bei ya unga siku hizi imekuwa ni kama bei ya bampa tu. Yaani the same wazungu wanazungumza hivyo. Nashukuru sana. Labda nikwambie tu nipo tayari kwenda kumchukua mwanangu, maana nilikuwa namtafuta kwa udi na uvumba. Na nikwambie tu tembo hawezi kushindwa na mkonga wake. Na unakaa mbali na kijiji hiki? Sikai mbali na eneo hili hapa. Naishi bondeni tu hapo. Sio mbali kwa mwili wako huo. Tunaweza tukaelekea. Ndio. Tumebaki wajane. Tumebaki wajane. Yani tumebaki sie.
Pepe, nimesha kuonya zaidi ya mara 3 mara 2, lakini hutaki kunielewa. Sasa nataka nikuonye tena, achana na mke wangu. Lakini Majengo, mbona mimi sitembei na mkeo? Alafu hiyo mikwara yako unaontisha kila siku hiyo, sipendi kuisikia. Vithibitisho vyote ninavyo kuwa unatembea na mke wangu. Kwa hiyo mimi sio mpumbavu wa kukufuata wewe Pepe. Naomba unisikilize tena. Achana na mke wangu. Mwendo ninao kuja nao ni mwendo kasi, shimo na kia mwendo mudundo. Ukobulaga. Narudia tena kukwambia, sina haja na mkeo na wala sitembei na mkeo. Hebu kakae chini na mkeo vizuri mzungumze. Sasa naomba unisikilize. Nimekuonya tena. Kinachofuata sasa mimi nitachokwenda kukifanya mimi kwako wewe, utajua mbivu na mbichi zikoje, kwa nini hazijui. Ukobulaga. Hii mbona ishakuangwaka hii? Ngoja nitafute Shami. Mimi nadhani tumpe muda mamangu na atafika hapa. Hata kama ni kumwandaa mtoto, mbona anachukua muda mrefu hivi? Binti yangu, ni kitu gani kilichokukuta mpaka ukaa katika mji huu? Maana Kungu aliniambia unakuja nyumbani kwangu, lakini nimefika nyumbani sijakukuta. Ni changamoto za mke mwenzangu mama. Yaani huwezi kuamini. Alinifungia mimi ndani na nilijifungua nikiwa nimefungiwa kwa nje. Na nilikosa msaada wa mtu yoyote yule. Alikufungia? Ndiyo mama, aliweza kumfungia kwa maelezo alioniambia hata mimi. Na ndipo Shunda alipoweza kumsaidia. Na huyo Shunda ni nani? Ni ndugu yangu mimi. Nawashukuru sana. Mungu awazidishie. Ni kweli mama. Hao vijana sio watu wabaya na ni watu wa kushukuriwa kabisa. Kwa sababu mmoja alinifungulia mimi na huyo akanipa msaada mpaka hivi sasa nipo kwao. Kweli mama, nimeamini. Sura sio roho. Nashukuru sana. Lakini nikuombe kitu kimoja babangu. Nilikuwa naomba dakika moja tu niongee na binti yangu. Haina shida. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo, na so kila mwenye pengo aliling'oa mwenyewe. Yule mtoko na jasho ndo tumemfukia, wengine kutwa vicheko. Sasa mwanangu, nimekuita huku sio kwa nia mbaya. Nimekuita huku kwa nia njema tu. Maana tangu nimefika sijatambulishwa kama ana mke, au labda mwenzangu nikuulize wewe. Tofauti na yeye na ndugu yake, kuna mtu mwingine anaishi humu ndani? Ni wao tu wawili na mimi watatu. Sasa wewe unawezaje kuishi na midume miwili humu ndani ikiwa wewe jinsia yako ni ya kike na mtoto? Kuna usalama kweli hapa? Mama, nikuondoe shaka kwenye hilo. Kwa sababu kama watu wangekuwa wana nia mbaya au wanahitaji kunifanyia kitu kibaya, sidhani kama tungefika hapa tulipofika. Hawa ni watu wazuri sana. Na ndio maana ameweza kutoka hapa mpaka akakufuata wewe mama yangu. Maana niko na hofu. Ni hilo tu binti yangu. Twende tusije tukampa wasiwasi. Si unajua kwa watu hapa. Tumebaki wajane, tumebaki wajane, yani tumebaki sie wajane, tumebaki kisa tamaa zetu tumekuwa. Sasa babangu, nilikuwa naomba uendelee kubaki na binti yangu. Usinichoke babangu. Ni kitu cha muda tu. Nitaenda nitajipanga, siku yote nitakuja kumchukua mwanangu, lakini kipindi hiki nilikuwa naomba ukae na binti yangu. Na labda nikuondoe tu wasiwasi. Nitafanya majukumu yote kama mzazi, maana nitakuwa nafanya zile shughuli za kumsaidia mzazi. Asubuhi nitakuwa nakuja, nitakapopata wasaa kila wakati nitakuwa nakuja, ili mwanangu aendelee kubaki hapa na mjukuu wangu. Siwezi kusema hapana, kwa sababu nikijaribu kukuangalia una umri kama mamangu. Sasa ni kwa nini mamangu niweze kumpinga na kumcrash? Inakuwa sio kweli. Mimi nimeridhia kwamba kuishi na binti yako pamoja na mjukuu wako, lakini
usitupe jongoo na mti wake. Sawa, nimekuelewa. Shami mwanangu, nakuomba uendelee kubaki hapa. Lakini mama, hakuna cha lakini binti yangu. Mpaka nakwambia uendelee kubaki hapa, mimi ninajua na nina maana yangu. Na ipo siku utaelewa na maanisha nini. Nakupenda binti yangu. Nakupenda sana. Sio wewe tu, hata na mjukuu wangu. Ubaki salama mwanangu. Sawa mama. Basi sawa mama. Karibu tena siku nyingine. Miezi 9 imetimu, mimi nateseka, nao umenikimbia. Hakuna hata mkunga wa kunzalisha, anokoa mpita njia. Siwezi kukulaumu, kila roho ameumbiwa mwanadamu, nami siye mtoa hukumu, anayejua Mola. Kama ndugu yangu kwema? Kwema dada, karibu. Haya, asante. Hivi ulifikiri sitajua? Hautajua nini dada? Kwamba binti yako amejifungua na hayupo pale alipokuwa anaishi na mwenzie. Mbona kama unataka kunigeuka sasa? Hapana dada, sijakiuka. Usitaki kunifanya mimi sina akili. Makubaliano yetu yakumbuke toka awali. Tulikubaliana familia yetu isiongezeke. Na ndio maana mimi nikakubali kumtoa mwanangu kizazi. Na wewe ukamtoa mume wako. Hatukuishia hapo. Tukamtoa mkwe wetu kwa mapenzi yetu na makubaliano yetu mimi na wewe. Leo iweje mjukuu wako wewe unanificha? Sijamficha dadangu. Unajua mimi pia ni binadamu na nina moyo. Wakati mwingine nakuwa na huruma, na yule ni kiumbe tena kisichokuwa na hatia. Najifikiria hata nitaanzia wapi. Wakati mwingine pia nawaza inawezekana tungekuwa na familia kubwa zaidi ya hapo. Lakini ndio tushakula kiapo. Na nisingeweza kukuficha dadangu. Sasa kama tuko pamoja, inabidi leo mjukuu wako naye tumtoe ili tubaki pale pale katika makubaliano yetu, familia ya watu 4. Mimi na mwanangu, wewe na mwanao.